Bila shaka hujambo msikilizaji. Karibu katika kipindi cha kitabu chetu. Leo tutasoma kitabu cha Duniani Kuna Watu. Ilikuwa kiasi cha saa 1:30 usiku, Kasim alipopanda ngazi pana zilizotandikwa zulia, ziliongoza kufikia ghorofa akayo baba yake Bwana Hakimu Marjani. Taa zenye nuru kali, moja kwa juu mwisho wa ngazi na moja kwa chini mwanzo wa ngazi, zilimurika Kasim Hakimu Marjani na kutuonesha kuwa yeye ni kijana wa kiasi, si chini wa miaka 30, mwembamba tena mrefu, hadharani wa rangi, kavaa koti na suruali namna moja, rangi ya kijivujivu, na kichwa chake kiwazi kilituonesha nywele zilizochanwa vizuri na kupasuliwa njia katikati. Kasim alianza kupanda ngazi ile kwa nguvu na kwa haraka, lakini alipofika katikati alisimama ghafla kama mtu mwenye wasiwasi na shaka juu ya hilo linalompeleka darini kwa baba yake wakati ule. Kwa kitambo alichosita pale, uso wake ulionesha machuga, lakini mara alijikuta akisema kichini chini, "Potelea mbali, nitakwenda." Alipofika darini, alikutana na baba yake anarudi msalani, ambako kulikuwa na faragha ya mambo yote yanayohusu kujikosha, kujisafisha, kujinadhifisha, kujitoharisha na kusali. "Msal kheri bwana," ilimtoka Kasim. "Je, nini tena Kasim? Pesa zimekwisha? Unataka nyingine?" alijibu Bwana Hakimu, huku akifungua mlango wa chumbani kwake. "Njoo ndani huku nieleze haja yako." Bwana Hakimu alikuwa ni mtu mzima wa kiasi cha miaka 65. Uso wake umekunjuka, sini yake haina kitu kilichokiumbua, isipokuwa kwa mbali na kwa kutazama sana utaona baadhi ya vikunjo na vifinyo vya ngozi juu ya kipaji chake, na baadhi ya nywele nyeupe kwa juu kwenye masikio yake. Alikuwa kavaa fulana nyeupe nzito iliyofika mpaka shingoni mwake, na chini kavaa saruni thamini yenye rangi ya kahawia au urujuani iliyong'ara katika nuru kali ya taa ya umeme. Chumba cha Bwana Hakimu kilikuwa bahari ya chumba kwa upana na kwa urefu, kimepambwa kwa kila aina ya vyombo na vifaa vya kisasa. Kunayo mazulia, makabati, makochi, viti, meza, redio, na kutani vioo na picha aina kwa aina, na vipambo kadhaa, vingine ambavyo havina maana hasa, ila kwa kutia heba, uzuri na urembo pale mahali. "Njoo Kasim, kaa kitako juu ya kiti." "Naam, unasemaje?" "Nataka shilingi 100 nikatumie," alijibu Kasim. "Najua 100," aliruka Bwana Hakimu. "Hujijuu hapa kuonana na mimi ila kwa haja ya pesa tu. Sikumbuki hata siku moja kuwa wewe umepumbazika ukaja hapa kunirehemu mzee wako, hata kwa robo saa ya mazungumzo mazuri na mimi. Unachukua tabu ya kupanda juu huku maalum kwa haja ya pesa tu. Na hasa nataka kujua mimi, pesa hizi zote unazifanya nini wewe? Juzi Jumatatu umekuja unataka shilingi 100, nikakupa. Leo tena unataka 100 nyingine. Hujui bwana," alijitetea Kasim, "lakini nakusihi, na leo nipe 100 nyingine nikatumie." "Sikatai kukupa mwanangu, lakini nataka kujua una haja gani ya namna hii, na vipi wewe unatumia pesa zako? Hata iwe juzi umechukua shilingi 100, jana Jumanne, leo Jumatano unataka 100 nyingine. Unacheza kamari nini we? Kulewa najua unalewa, na hiyo ndiyo ngoma ya vijana, sote tumepita huko, lakini nadhani wewe unacheza kamari, si hasha." "Lakini bwana," alitapatapa Kasim kitini kwake, "haifai kunivunjia heshima yangu namna hii kwa maneno yasiyofaa kuambizana mimi na wewe." "Sikiliza baba," Bwana Hakimu alimuonya mwanawe, "usidhani kuwa mali yote hii unayoniona nayo nimerithi yote kwa wazee wangu. Wao wamekufa na kuniachia, tuseme labda chakula changu tu. Nimefanya jitihada mwenyewe na Mungu akanisaidia. Hata umekuja wewe ukakuta hali hii tulionayo leo. Kwa hiyo ni lazima mimi nione uchungu kuona mali yangu inachezewa tu, na sitaraji kuwa wewe utaionea huruma. Lakini aste baba, si mwendo huo." Au na hapo Bwana Hakimu alicharuka,
ikiwa huchezi kamari, billahi alaik, unazifanyia nini basi pesa hizi? Kila kitu nakupa mie, au unahonga wewe? Bwana we, unarejea tena kule kule? Na kwa nini nisirejee? Aliuliza mzee. Ikiwa unahonga inafahamika, lakini pia haifahamiki. Nilikubembeleza hapa nikuoze mke, nayo ukakataa kata. Vipi tena leo? Lakini yote haya nimeyataka mie mwenyewe binafsi yangu. Nilipokutundua hata sasa umekuwa mtundu. Nikakuengaenga hata ikawa huwezi kutendekeza. Nikakutendea kila kitu hata ukawa mpumbavu wa kutenda mwenyewe. Nikakulisha tamu hata ukawa husubiri uchungu wa shubiri. Nikakuendekeza hata ukawa hufai pesa mbili. Ama kweli ajipigia nafsi yake asilie. Lakini bwana, maneno hayo yote ya nini? Alijibu Kasim, uso kaukunja kuonesha hamaki wakati ule. Kama unanipa hizo pesa nipe. Hunipi basi nakwenda zangu. Nitakupa shilingi 100 sasa hivi. Lakini basi usinijie tena mpaka zishe siku 10 za mwisho wa mwezi. Kutwa shilingi 10 zinatosha, sigareti zako na mengineyo. Bado sikiliza Kasim, yule baniani wako nani, Manjikar Sandas wa Hurumzi, amekuja hapa leo asubuhi, akanikuta ofisini kwangu huko chini, akaniambia anakudai shilingi 500, nawe umo kumzungusha. Nimemlipa pesa zake zote, sasa hakudai kitu, lakini nimemwambia asikukopesha tena kitu chake. Basi hizi shilingi 100 shika, nenda kazitose. Ilikuwa saa 3 kasorobo Kasim alipotoka nyumbani kwake kwenda safari zake. Alipofika mlango wa nje, alimuona ndugu yake wa kike Selume akiteremka katika gari lao Vauxhall na dereva wao Saleh Abdullah akimfungulia mlango wa gari na kumpokea bibie mkoba wake. Kasim aliuliza, unatoka wapi Selume saa 3 hizi? Kaka K, alijibu Selume, natoka sinema Empire leo. Kuna picha nzuri sana iitwayo Hard Money na wachezaji wake ni ule mchezaji maarufu Kasmas Haq, na wachezaji wake wote wazuri sana. Ungekwenda kuitazama kaka K, utawahi bado, au mwambie Saleh akupeleke. Sina pesa za kuchezea mie, wala sina faka ya sinema. Kwanza jina lake sinema. Basi mtu mwenye akili yake timamu atakwenda kufanya nini mahali hapo? Ila kupoteza pesa tu bure. Alicheka Saleh kwa nguvu, lakini kicheko chake kilikatwa kwa ghafla. Unacheka nini we Saleh? Ati kama mpumbavu. Nini unacheka? Na kuona unajisahau sana nafsi yako. Unajisahau kabisa. Nani wewe kwani? Kama hujui basi wewe ni dereva wetu. Umewekwa hapa kwa mshahara kama boy wetu tu basi. Na baba yangu sijui kimemjia nini, hata kakupa chumba bure kukaa na kula pia anakupa bure. Nani wewe? Kwa mimi nasema na sister wangu, wewe ukasimama hapa karibu nasi, huondoki ukajitenga. Tena bado ukafika hadi kuingia katika mazungumzo yetu. Weka heshima yako kabla hujavunjiwa. Au kama hujui cheo chako utaonyeshwa sasa hivi. Hapa Selume aliingia kati baina yao. Una nini kaka K? Kwani kafanya nini Saleh maskini? Wewe umesema neno la kuchekesha naye kacheka. Binadamu na yeye ati anayo haki ya kucheka. Hana, alijibu Kasim kwa nguvu na kwa hamaki. Kama anayo basi si hapa mbele yangu mie. Huko kwa wenziwe, kwa watu anzali kama yeye, lakini si hapa mbele ya bwana na bibi yake. Lakini wewe Selume ndio unaoharibu watumishi wote, si wanaume si wanawake katika nyumba hii, kwa kufanya kwako kuwa na wao wawe sawa na wewe au na sisi, na hivyo sivyo kabisa. Basi kaka, alijibu Selume, kisha akamzungukia dereva wake. Saleh, nenda zako, tangulia juu nipelekee mkoba wangu. Yote haya mimi najua, alianza tena Kasim. Hapa ilikuwa hiyo elimu yako iliyopata Cambridge. Alitaja neno Cambridge kwa dharau. Cambridge nini sijui, upuuzi mtupu. Mimi nisopata mambo hayo nimeongokewa, sikuondokea udhalili kama huo. Kwa heri Selume, nachelewa, rafiki zangu ananingojea. Kasim alifutuka akenda zake, akamwacha Selume anamsindikiza kwa macho ya dharau na uso wa bezo. Selume alikuwa msichana apataye umri wa miaka 25.
mzuri wa sura na tabia, hana makuu na mtu yoyote, watu wote kwake ni sawa. Na kwa masomo, yeye kasoma mpaka masomo ya juu ya daraja la ujuzi mkubwa. Tangu kutiwa skuli mpaka kutoka, hakupata kuanguka hata mara moja au kufika watano katika mitihani yake, bali daima hutokea wa kwanza au watatu au wanne. Hajapata kuteremka zaidi. Hivi sasa baba yake anamuundia safari ya kumpeleka nchi za nje kwenda kusoma zaidi. Kwa sura, Selume kamshabihi baba yake karibu kwa kila kitu, kinyume na Kasim kaka yake, ambaye katika sura yake utamtafuta bwana Hakim kakalia wapi humuoni. Baada ya kuachana na kaka yake, Selume aliingia ndani, akapanda ngazi mbio mbio na akafululiza mpaka chumbani kwake. Akamkuta Saleh mlangoni kasimama anamngojea na mkoba wake mkononi. Kufika tu, Selume alimshika bega Saleh akamwambia, "Saleh, naomba radhi zako. Usinione mimi, muone Mungu na mtumewe. Usimchukulie kakaangu, hana tabia ya kiadinasi, bali nichukulie mie. Tafadhali Saleh, kuwa radhi na mie. Usiweke kinyongo rohoni mwako. Nani anajua, leo yeye kakufikishia haya, pengine Mungu atakulipia pesa kwa rupia. Stahimili Saleh." Biselume, lakini mimi sina neno hata kidogo. Yote nimeacha pale pale. Na haya maneno yako matamu yamefuta kabisa kila kitu rohoni mwangu. Sina undani wowote wa bwana Kasim kwa kutoa johari ya moyoni mwake. Saleh alikuwa kijana latifu, mpole, mzuri wa sura, tabia. Ulikuwa labda ni umaskini wa wazee au pengine ukosefu wa wazee. Hata yeye akawa hakupata kuendelea na masomo yake. Lakini mpaka leo hii yumo kazini kwa bwana Hakimu. Hakuacha kutaali na kwenda kusoma katika skuli ya usiku, skuli ya bandani iliyopo kule Mtendeni anapokuwa na nafasi. Na tangu alipoingia kazini kwa kumwona Selume, Saleh alikuwa akivutwa upande wake kwa moyo mwepesi. Akawa maridhia kwake kwa kila alilolitaka. Nini sababu ya yeye kumili kwa msichana yule? Saleh hakuweza kutambua kuwa mapenzi yake yalikuwa ya kitabia ya binadamu, mtu mume kumpenda mwanamke, au kwa sababu Selume alikuwa na roho nzuri. Saleh hakuweza kuchanganua wala kupambanua, lakini kila akiyapima hurejea pale pale na kujitosha kuwa mambo yale hawezi kuyafasili. Pengine yameshikamana yote mawili pamoja. Msikilizaji, endelea kusikiliza Duniani Kuna Watu. Kasim alipotoka nyumbani alikwenda moja kwa moja mpaka kwa mzee Rehani. Alimkuta rafiki yake Puto Haji amekaa barazani kumgoja. "Mbona umekawia Bob?" aliuliza Puto. "Umepata pesa ulizotaka kwa bwana mkubwa wako?" "Nimepata, lakini ilikuwa vuta nkuvute. Kisirani kikubwa kimeingia hivi sasa. Baba mkubwa anataka nitumie shilingi 10 kutoa, basi nisizidishe. Si kama vile mwanzo, lete na pewa. Na yote haya kayazua yule ghabeni wa kibaniani, yule Maji Karsandas. Unamkumbuka Bob, yule baniani anayetudai shilingi 500? Tulikwenda kumhadaa atupe kwa sababu ya wale wa Somali waliokuja hapa siku ile." "Aha. Nisikate kauli yake," alijibu Puto. "Kuna watalii 3 wamekuja sasa hivi. Wapo ndani kwa Rehani na wameshaanza kucheza." Endelea na baniani yako Bob." "Basi, ndo yule baniani kama nilivyokuambia. Ndo aletea kisirani chote hichi. Leo asubuhi kaenda nyumbani akakutana na baba mkubwa ofisini mwake. Akammaridhia deni lake lililoko kwangu kwa riba yake. Baba mkubwa hakukasiri Bob. Alimpa pesa zake zote hapo hapo. Basi rafiki we, atoe pesa zote hizo mara moja, wala hazijui mwanzo wala mwisho. Patakuwa pema hapo?" Si pema, lakini sasa si umeshapata? Tuenzetu ndani basi, wakati unapita. Nikunongoneze Bob. Rela uru nimelitia alama kama tulivyosema. Tuenzetu, alikazana Kasim. "Ukifika agizia chupa kwanza. Tuwe tunakunywa na huku tunatazama hao washabiki wako mchezo wao. Unasemaje Bob?" Mimi nasema okay tu. Nyumbani kwa Rehani ni mahali palipokusanya machafu mawili makubwa, ulevi na kamari. Nyumba hiyo imekaa ndani huko mwisho wa ujia
uliofinyika baina ya nyumba mbili na kuuziba ujia huo usitokee upande wa pili. Kuna mgogoro kwa waingiao humo kwa haja mojawapo au zote mbili. Kutoka nje pindi huko mbele kumeingiliwa na polisi na kuzuia ujia huo wa kuingia kwenye nyumba hiyo chafu. Bali juu ya pingamizi hilo la kulitia rohoni mtu mwenye akili timamu, washabiki wa mambo hayo haliwaathiri kitu. Wao waliingia ndani humo kama kwao, wakakaa wakasahau kama mahali hapo huweza kutokea hujuma ya polisi wakati wowote, na wao kwa kukosa mahali pa kukimbilia wangezolewa wote. Humo ndimo walimoingia Kasim na Puto wakati ule, kwenda kulewa na kucheza kamari. Ukisha kupanda vidaraja viwili vya saruji pale nje, ukaingia ndani mkabala wa mlango wa nje, lakini chini ya mlango mwingine wa kuingilia ndani zaidi, utamuona mtu mmoja aitwaye Yoma. Kavaa shuka chafu na tumbo wazi, amekaa juu ya kiti na chupa zake za ulevi na maji kaziweka juu ya baraza iliyokuwepo mkono wake wa kushoto. Utamuona kazungukwa na watu wawili, watatu, hata wane. Aghalabu yao ni mabaniani wakingojea waitavyo wenyewe nibu zao. Baraza hiyo inayotumiwa kwa kuuzia ulevi huku nchani alikokaa Yoma ilikuwa pana na kubwa kwa upana wa ukubwa wa ukumbi ule. Juu ya baraza ile kamari ilikuwa mistawi, inachezwa kidesturi. Karata zilipigwa pa pa pa, bibi ndani, range, pesa zikimiminika chini. Hasa siku ile, kwa sababu washabiki wa mchezo huo hufurahi sana wakifikiwa na washabiki watokao nchi za nje, kwani aghalabu ya watalii huwa ni watu wenye pesa za mwashege. Kwa hiyo wao hucheza kamari bila kimeme, wala hawajutii kuliwa au kufutwa pesa zao. Kuna ajabu kubwa katika mchezo wa kamari. Kwa mfano, mtu atakwenda kamarini naye ana shilingi 1000 mfukoni mwake. Atakwenda kukaa kucheza na mtu asiyemiliki zaidi ya shilingi 5 tu. Kwa kuelekeza tu utaona kuwa mwenye shilingi 5 atakaa sana kucheza na mtu mwenye shilingi 1000 kwa tamaa ya kuwa huenda akamfuta akapata fedha nyingi kwake. Lakini kwa nini mwenye shilingi 1000 akakubali kucheza na mtu mwenye shilingi 5 ambazo wewe akizifuta hasitoongeza kitu kikubwa kwake? Na kwa wakati huo huo ipo hofu ya kuwa mwenye shilingi 5 anaweza kupata bahati ya kuzifuta shilingi zote. Lakini ashiki ya mchezo huo hayatii rohoni yote hayo. Anacheza kwa sababu bilisi kamzaini acheze tu. Pale barazani washabiki wamelaza miundi yao chini, wamekaa kama wanasali. Taa ya kibatari iliyochochewa utambi imewekwa katikati yao. Wageni walikuwa wakicheza kwa uharara, moyo na ghera, huku wakikorokocha lugha ya kwao kama magolegole. Unajua Bob, alitoa shauri Kasim, tumalize kunywa upesi, tuwao kucheza nao na sisi, saa zinapita. Lakini mimi sina pesa Bob, kama unavyojua, alijibu Puto. Mbona hivyo Bob? Si nimekuambia kama nimepata shilingi 10 kwa baa mkubwa wangu? Naona dau linalokwenda pale ni shilingi 40. Ulevi huu tumeununua kwa shilingi 5. Hapa tuna shilingi 95. Shika 40 wewe na 40 mimi. Haya mambo mazuri, wageni wana mapesa, khabith. Rafiki wawili walisogea kwa nako mchezo, wakataka dau wote kwa pamoja. Wakachagua kila mmoja tulubu yake, mmoja nganda 2 na mwingine rela uru. Mmoja katika mashabiki wageni walipiga karata akicheza chini moja moja kama waitavyo wenyewe, nje na ndani. Baada ya kwenda kiasi cha karata 10, nganda ya 2 ilianguka ndani kwa mchezaji, na baada ya kuendelea karata ya 3, ya 4 ilikuwa rela uru ambalo kadhalika lilianguka ndani. Mambo yamekwisha. Zipo shilingi 15 hapa. Alijikaza Kasim. Nafuatia zaidi, nganda ya 2 nyingine nje. Afya, alijibu mchezaji mgeni. Lakini safari hii karata ya mwanzo kutupwa chini ilikuwa nganda ya 2 na ikaanguka nje. Kasim akapata shilingi 30 ghafla. Nafuatia tena nganda ya 2 nyingine kwa shilingi zote 30. Afya. Na sasa vile vile nganda ya 2 ikaanguka nje. Kasim akapata shilingi 60, akazitia dau zote shilingi 60 mara moja. Akapata shilingi 120. Akazitia zote shilingi 120, akapata shilingi 240. Bila shaka kwa sasa kamari imempa uso Kasim,
Kwa hiyo aliendelea na mwendo wake ule ule wa kufuatia kwa pesa zake zote. Alizitia tena shilingi 240. Mara moja akaomba ile ile ng'anda ya pili, lakini ng'anda ya pili kwa sasa hivi ilikataa, ikamtupa. Shilingi 240 zikenda kwa mgeni. Kasim na rafiki yake Puto wakabaki kutazamana. Mali imeliwa. Yapo maneno tena. Msikilizaji, endelea kusikiliza Duniani Kuna Watu. Kwa mtu aliyezoea kutumia akaja akawa hana kitu wala hana njia ya kuvumbua hata senti moja, huwa ni mgonjwa mahatuti. Uji, porojo, karegea, viungo vyake vyote hana afanyalo, hana atendalo. Mazungumzo na wenziwe humuishia, na kama hakujikaza hata akili humruka. Kasim alistahamili siku 2. Siku ya 3 alimpandia Selume akashtaki hali yake kwake. Ijapokuwa shilingi 50 sister, alijitetea. Hadi nimekaa vibaya mwenzio, sina sinani, nikiulizwa siungami. Lakini hata na mimi sina kaka Kei, alijibu Selume, huku akitikisa kichwa chake pole pole kwa kusikitika. Nilizo nazo mimi hapa ni shilingi 25 tu, na ndio tu hizo kaka, sina zaidi. Na hizi baba kasema lazima zinichukue mpaka mwisho wa mwezi. Kasema hataki tena kunipa, wakati wowote tu ninapohitaji atanipa kiasi maalum, mwezi hata mwezi. Mimi nifanye nadhari katika matumizi yangu, lakini kwa nini huendi kwa baba ukataka kwake? Atakupa, hana hivyo yeye. Baa mkubwa yule, kaka K, unamwita baba baa mkubwa? Ndo adabu gani hizo za mtoto kumwita mzee wake baa? Sikiliza Selume, sikusidii kumwita baba mie. Baa hilo ni jina la mapenzi kutoka kwangu. Huo ni ufupisho wa bwana mkubwa. Basi nakwambiaje, baa mkubwa siku hizi kaharibika roho, hakubali kunipa, maana hata na mie kanaambia hanipi ila mwezi hata mwezi. Msikilizaji, usikose kusikiliza sehemu inayofuata ya kitabu cha Duniani Kuna Watu. Ulikuwa nami Uncle Bello.